mwanadamu ama ni rahisi wewe kuamini ahadi za mganga wa kienyeji, na ni ngumu kwako wewe kuamini ahadi za Mungu. Sasa unaweza kuona vile ambavyo akili ya mwanadamu ilivyo na mapungufu. Anamwamini mwanadamu lakini hawezi kumwamini Mungu wakati ameahidi kitu kwake. Na tumepata shida kubwa sana kwa sababu ya kutokuamini Mungu. Na kuna wakati Mungu ameshindwa kutuondoa katika mambo fulani, kutupeleka mahali fulani kwa sababu ya kutilia mashaka ahadi zake. Mungu anapoona watu hawaniamini, hawana imani na mimi, na Mungu pia hawezi kuamini wewe na hawezi kufanya chochote kwako. Tunasoma habari za Balaki na Balaam. Unapoona habari hizi, kuna mtu mmoja hapa ambaye anaagizwa kwenda kuwalaani Israeli, na mtu huyo ni Balaam. Balaam alikuwa anaweza kuzungumza na Mungu, alikuwa anaweza kusema na Mungu kama nabii, lakini kwa sababu Balaki alikuwa na ugomvi na Israeli, ndipo Balaki akaamua kumtafuta Balaam ili kwamba Balaam akafanya mpango ama akatekeleze uhalifu juu ya Israeli. Balaam amekataa mara kadhaa, amegoma mara nyingi sana kwenda kuwalaani Israeli, lakini nafika mahali Balaki na Balaam wanashikamana kwenda mahali fulani. Walipofika mahali pale, Balaam akamwambia Balaki, baki hapa, naenda kuzungumza na Mungu wangu. Ndipo Balaki akaenda kuzungumza na Mungu. Ukisoma kule mstari wa ngapi wa 19, anasema Balaki namna hii: Mungu sio mwanadamu hata sema uongo, Mungu sio mtu hata nene mambo ya uongo. Yeye akisema amesema. Maana yake Mungu ametangaza baraka kwa Israeli. Mungu ameahidi baraka kwa Israeli. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kwenda kubatilisha kile ambacho Mungu amekizungumza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni ngumu sana kwenda kubatilisha alichokizungumza. Lakini ukiendelea kusoma, anasema hivi: hakika pana uchawi juu ya Yakobo, wala pana uganga juu ya Israeli. Anasema hivi: Yakobo harogeki, Israeli hamna uganga. Hakuna jambo baya linaweza kuachiliwa kwa Yakobo likafanikiwa. Hakuna mpango mbaya ambao utaachiliwa kwa Yakobo ukafanikiwa. Hakuna laana ambayo itaachiliwa kwa Yakobo ikawagusa. Hakuna. Ameahidi baraka zake kwa Yakobo, kwa Israeli. Ahadi ya Mungu kwa Yakobo, ahadi ya Mungu kwa Israeli. Ni kitu gani ambacho Mungu ameahidi katika maisha yako? Ameahidi kuyabariki maisha yako, ameahidi kuyainua maisha yako, ameahidi kuponya afya yako, ameahidi kukuondoa katika mavumbi, kukuweka mahali pa juu zaidi, ameahidi kuleta heshima katika ndoa yako, ameahidi kuleta heshima katika ubinti wako, ameahidi kuleta amani ndani ya familia yako. Hawezi kubadilika, atafanya hivyo hivyo. Vumilia. Ni kipindi tu hiki. Ameahidi kukuponya, vumilia. Wakati anaandaa mpango wa kukuondoa katika magonjwa yako, vumilia. Hawezi kubadilika. Hata kama akichelewa, Mungu hawezi kubadilika. Atafanya kama alivyoahidi kwako. Wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni Yakobo, wewe ni Israeli. Kila kitu ambacho Mungu ameahidi katika maisha yako lazima kitimie. Kile kitu ambacho Mungu amesema juu ya familia yako lazima kitimie. Kile kitu ambacho Mungu ameahidi katika ubinti wako lazima kitimie. Kijana alichokiahidi Mungu juu yako lazima kitimie.